wa somo letu la kumjua Mungu anapokuandaa katika jambo jipya. Unaniandaa mimi na wewe kuelekea kule ambako Mungu anataka tufanye kazi yake, kuelekea kule ambako Mungu anataka tufike. Na lengo la Mungu kutuandaa ni kwa sababu anajua pasipokuwa na hayo maandalizi hatuwezi kufikia hatima zetu vizuri. Kwa ndio maana anatupitisha katika kipindi cha maandalizi, na maandalizi haya sio maandalizi ya mwilini, ni maandalizi ya rohoni, ni maandalizi ya kubeba maarifa, ni maandalizi ya kubeba ufahamu, ni maandalizi ya kubeba hekima itakayokusaidia wakati dunia ikisema jambo hili haliwezekani, unabaki na neno lile ambalo umelipata katika msingi wa maarifa na ufahamu kwamba jambo hili linawezekana na limetoka kwa Mungu, na maadamu limetoka kwa Mungu lazima litafanikiwa. Kwa hiyo ninatamani tutembee katika mifano ya watu wawili kutokea kwenye maandiko. Ukisoma kitabu kile cha Mwanzo sura ya 39, kitabu cha Mwanzo sura ya 39, unakutana na habari za Yusufu, na ni katika wakati huu ambapo Yusufu tayari amekwisha kufika katika nchi ya Misri, nchi ambayo Mungu amekusudia kupitia hiyo Yusufu anakwenda kuona ukuu wake ambao Mungu amekuwa akimsemesha muda mrefu kwa njia ya ndoto. Sasa unaweza ukaona kuna kitu ambacho Yusufu alikuwa nacho, na kile kitu ilikuwa ni silaha ya yeye kufikia maono ya kwake. Tangu akiwa nyumbani kwa baba yake, Yusufu alionekana kuwa na kibali pamoja na watoto wengine wa mzee Yakobo, lakini Yusufu alipendwa kuliko watoto wote. Ikafika mahala baba yake akamshonea kanzu ndefu na akampenda, kwa sababu Yusufu alikuwa akileta taarifa mbaya kuhusiana na ndugu zake, na kile kitu kikamfanya Yusufu kuchukiwa na nduguze. Lakini unajaribu kuona kwamba kile kibali ambacho Yusufu anakipata sio kibali cha yeye kutengeneza mazingira, ni kibali ambacho Mungu amekiachilia kwa Yusufu, kwa sababu kilikuwa na umuhimu mkubwa sana, kilikuwa na connection ya moja kwa moja kutoka kwa Mungu ili kufikia ile hatima ya yeye kuwa mkuu siku moja. Sasa unaweza ukaona kile kibali hata anapofika kwenye nyumba ya Potifa kwenye sura hii ya 39 kinaendelea kuwa pamoja naye, kinaendelea kuambatana naye. Potifa alivyompa Yusufu mambo ya nyumbani mwake na kuyaacha mikononi mwake, akaona yanafanikiwa. Ikafika mahala akamwachia kila kitu Yusufu, kwa sababu Mungu aliendelea kuachilia kile kibali popote pale ambapo nyayo za Yusufu zilikanyaga. Kitu ambacho kinakuja kunionyesha kwamba Yusufu alikuwa anamjua Mungu ni wakati ambapo alishawishiwa na mkewe Potifa kuingia kwenye dhambi ya uzinzi. Akasema, nawezaje kufanya ubaya huu nimkosee Mungu? Neno hili tu linatosha kunionyesha au kukuonyesha kwamba Yusufu alikuwa anamjua Mungu. Pengine kulikuwa kuna sababu nyingine ambazo zingeweza kumfanya akatae kile kitu, lakini sababu ambayo imeonyeshwa kwenye maandiko ni sababu ya kumjua Mungu. Yusufu anamjua Mungu ambaye alimpa ndoto. Yusufu anamjua Mungu ambaye amemfikisha kwa Potifa. Sasa siku zote mahali ambapo Mungu ameachilia kitu cha kipekee kwa ajili ya kukufikisha kule anakotaka kukufikisha, adui naye ananyemelea hapo hapo. Adui naye anakuwa hayuko mbali hapo hapo. Wakati mmoja Yesu akawaambia wanafunzi wake akiwafundisha, akawaambia
mtu akilisikia neno la ufalme asielewane nalo, huja yule mwovu akalinyakua. Kwa hiyo kama kuna kitu ambacho Mungu amekiweka ndani yako cha kipekee, na wewe usitambue kwamba kitu hiki chatoka kwa Mungu, pengine unaweza kuwa unakiona lakini haukipi uthamani ule ambao Mungu anakipa, basi uwe na uhakika adui yupo karibu kukinyemelea kile kitu na atakinyakua. Na kukinyakua haimaanishi kwamba ana uwezo wa kukitoa. Adui hana uwezo wa kutoa kitu ambacho Mungu amekwisha kukiweka ndani yako, lakini atakuja na maarifa ya tofauti kwa ajili ya kukipotosha kile kitu ambacho kilikuwa kimebeba kweli ya Mungu, na wewe utoke kwenye mstari wa kweli ya Mungu, kwa sababu haukuwa na maarifa ya kumjua Mungu yatakayokusaidia kulitimiza jambo lako hili ambalo ni la mafanikio. Sasa unaweza ukaona kwamba kupitia kwenye kibali ambacho Mungu amempa Yusufu kuwa nacho kama kitu cha kipekee kitakachomfikisha katika hatima ya kwake, kwenye kibali hicho hicho adui naye anapita, lakini kwa sababu Yusufu anamjua Mungu anasimama imara. Lakini ukiendelea kusoma katika mstari ule wa 21, kuna kitu ambacho ninatamani nikutafakarishe, mtu wa Mungu. Lakini Bwana akawa pamoja na Yusufu, akamfadhili, akampa kibali machoni pa mkuu wa gereza. Baada ya Yusufu kukataa na kuwa amepata kesi ya kumdhalilisha mkewe Potifa, aliingizwa gerezani. Lakini kitu kile kile ambacho Mungu alikuwa nacho kwa Yusufu tangu akiwa nyumbani kwa baba yake kinaendelea kumfuatilia hata akiwa gerezani, anaendelea kuwa na kibali. Unajua, yule mkuu wa gereza akaona ampe Yusufu wale wafungwa wengine wote ambao walikuwa wamefungwa pamoja na Yusufu, wakawa chini ya Yusufu. Ni kibali cha pekee. Hasa nimejaribu kukuambia kwamba mahali ambapo kuna kitu cha kipekee cha kimungu, adui naye anakuja akiangalia huyu mtu amekielewa. Kama hakukielewa atakinyakua. Sasa unaweza kuona kwamba ilifika kipindi Yusufu yeye mwenyewe akachoka kuwa gerezani, wakati amewafasilia ndoto wale wafungwa wawili, mnyweshaji na mwokaji wa mfalme. Alimwambia yule mmoja ambaye atarudi kwenye kazi ya kumnywesha mfalme amkumbuke. Na katika maelezo yake alisema kwamba, Bwana, mimi ni Mwebrania, sikufanya kosa lolote hata wanitie gerezani. Kwa lugha nyepesi, Yusufu alikuwa anajaribu kumwambia kwamba mimi nimeonewa kuwapo gerezani, kwa hiyo utakapotoka naomba ufanye namna yoyote ile na mimi niweze kutoka. Lakini kumbuke kwamba ni katika mazingira haya ya kuchoka kwa Yusufu, bado ana kibali. Adui anaweza akapita kwenye kile kitu ambacho Mungu amekupa cha upekee, kubadilisha taswira ya kimungu na kuingia kwenye taswira ya kimwili, na hapo tayari amekutoa kwenye mstari wa kufikia kwenye hatima ya kwako. Unajua, Yusufu kwa sababu alikuwa na kibali kutoka kwa mkuu wa gereza, angeweza kumwambia, ndugu yangu, mimi nimeshachoka haya mazingira na nimeingia hapa si kwa sababu nilifanya kosa, nimeingia hapa ni kwa kusingiziwa. Sina lolote nililolifanya ambalo ninaweza nikakushuhudia kwamba wananihukumu kwalo. Kwa hiyo Yusufu angeweza kujielezea katika mazingira kama hayo, na pengine angeweza kueleweka kwa sababu yule mkuu wa gereza alikuwa akimpenda. Tafasiri ya kumpa kibali na Mungu kuachilia kufadhiliwa kupitia mtu huyu, tafasiri yake ni kwamba alikuwa anampenda. Sasa unaweza kupata mazingira ya mtu ambaye anakupenda, chochote kile ambacho unamwambia aweza kukusikia. Kwa hiyo ina maana Yusufu pia alikuwa na uwezo wa kuchezewa akili yake na adui, hata
kupanga njama ya kutoka gerezani, kwa sababu rafiki yako ndiye mkuu wa gereza. Unaweza ukapanga njama ya kutoroka gerezani, urudi kwa baba yako, kwa sababu una uhakika hakuna kosa ambalo umelifanya. Na unajua, unapopanga njama hizi ukiwa unajua kabisa sina kosa nililolifanya, wakati mwingine adui anaweza kuzalisha kitu ambacho wao wanakiona ni amani, lakini ni amani fake. Naona kwamba hata kama nikitoroka mimi sijafanya kosa, kwa hata nikitoroka nitakuwa sijafanya kosa pia kutoroka gerezani. Na wewe una uhakika angeweza kufanikiwa kwa sababu amepata kibali. Unajua, kwa mtu ambaye umepata kibali kwake, anaweza kukusikiliza hata kwenye jambo gumu, lakini bado Mungu uwe na uhakika aliendelea kumshuhudia kule gerezani kwamba wakati wako wa kutoka gerezani bado, na ulipofika wakati wa yeye kutoka gerezani, alitoka gerezani kwa heshima.